Ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo unasema Christmas ni siku ya faraja. Siku ya faraja. Christmas ni siku ya faraja. Si tunafahamu maana ya faraja Faraja. Sijui nieleze maneno gani ya Kiswahili mazuri kueleza faraja. Kama vile mtu amefiwa, mtu anapita katika mateso, katika magumu, magonjwa na nini, unamfariji. Katika hayo unamfariji. Sasa Christmas ni siku ya faraja, siku ya kufarijiana, siku ya kufarijiana ambayo tunatakiwa sasa tukawafariji na wengine walioko hospitalini, wagonjwa wako majumbani, walioko magerezani, wenye shida mbalimbali, tunatakiwa tuwafariji sawa sawa na Christmas ambayo ni siku ya faraja. Kiangalia kwenye kile kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 8 nasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Asania iliyokuwemo ndani ya Kristo ndio ambayo tunapaswa kuwa nayo sisi pia. Baadaye nitakuuliza nia hiyo ni ipi? Nia iliyokuwa ndani ya Kristo. Yeye aliyekuwa sawa na Mungu, lakini aliona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu, si kitu cha kushikamana nacho, kuwa si kitu cha kushikamana nacho, bali aliacha enzi yake, aliacha utukufu, akashuka kwetu wanadamu. Na alipoona kuwa na umbo kama la mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Sasa hiyo nia iliyokuwa ndani ya Yesu ni nia ipi? Ni nia ipi? Ni nia ya faraja, kuwafariji wanadamu pamoja na kuwakomboa wanadamu, pamoja na kuwakomboa wanadamu, lakini pia ilikuwepo nia ya faraja kwa wanadamu. Kumbuka kipindi hiki ni kipindi ambacho Israel walipitia mateso mengi, walipitia shida mbalimbali, manyanyaso mbalimbali kutoka kwa falme kuu 4 mbalimbali ambazo zilikuwa zimetawala ulimwengu. Kulikuwa na falme kuu 4 zilizotawala ulimwengu. Katika falme hizo zote kuu 4 ziliachilia mateso kwa Israeli, ziliachilia manyanyaso, ugumu wa maisha, vita na kuuawa. Kwa hiyo Israeli wakawa wanatamani kwamba ifike wakati na wao wapate mfalme kama wengine. Mfalme huyo atawalinda dhidi ya adui mbalimbali. Mfalme huyo atakomesha mateso, manyanyaso, vita. Huyo mfalme atakomesha na kuleta amani. Hayo ndiyo yalikuwa matarajio yao. Hilo ndio lilikuwa tumaini lao.
kwamba huyo mfalme ataleta faraja baada ya kukomesha manyanyaso, mateso, mauaji, vita. Ataleta amani na kuwafariji, atawafariji. Sasa kwenye Biblia kuna mtu mmoja huwa hatumsemi sana, na wakati tunahubiri hatumhubiri sana, lakini ni mtu wa muhimu sana. Anaitwa Simeoni. Huyo Simeoni alikuwa ni mcha Mungu, tena ni mtu mpenda haki. Katikati ya mateso yote ya Israeli, yeye akawa anatarajia faraja itakayoletwa baadaye. Katarajia faraja. Ukisoma kwenye Luka sura ya 2, Luka mtakatifu sura ile ya 2 mstari wa 25 mpaka ule wa 32. Neno la Mungu linasema, na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Na alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni, ameongozwa na Roho Mtakatifu, ameongozwa na Roho. Na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Huyo ndiye Simeoni, mtu mwenye haki, mcha Mungu. Muda wote anaomba ili aweze kupata faraja ya Israeli, Israeli iweze kupata faraja, auone wokovu wa Israeli. Na kwa sababu ya maombi yake yale, Roho Mtakatifu akamwambia, hautaona mauti mpaka umeuona wokovu wa Israeli, mpaka umeuona wokovu wa Bwana Yesu Kristo. Pengine angelikuwa amekufa muda mrefu, lakini hakufa kwa sababu alisubiria kuona wokovu wa Israeli unatokea, faraja katika Israeli inapatikana. Na ndipo Yesu sasa akazaliwa. Wazazi wake walipompeleka hekaluni, Simeoni mwenyewe akaongozwa na Roho kwamba nenda sasa hekaluni. Hatuambii kwamba wakati huo wamempeleka hekaluni ilikuwa ni siku ya ibada, pengine ilikuwa ni Jumatatu au Jumanne ya kawaida, lakini Roho alimgusa toka huko nyumbani kwamba nenda hekaluni, leo kuna jambo linakwenda kutokea huko. Amefika hekaluni, anakuta wazazi wa Yesu, Mariamu na Yusufu, wamemleta mtoto Yesu kumdedicate hekaluni. Maana kama sheria ilivyo nasema mzaliwa wa kwanza huyo ni wa Mungu. Kwa hiyo wanampeleka kanisani mzaliwa wa kwanza, Yesu wa familia yao. Ndipo Simeoni anampokea, anafurahi kwamba sasa nimeuona wokovu wa Bwana. Anasema, sasa Bwana, wewe mruhusu tu mtumishi wako sasa akapumzike, maana macho yangu yameuona wokovu wa Bwana. Nimeona faraja ile iliyokuwa inangojewa. Sasa unaweza kuuliza, hiyo faraja aliyokuwa anaingojea huyu mtu aliiona wapi? Hao waliambiwa na nani kwamba kuna faraja ambayo itakwenda kutokea? Kumbe huyu mtu alikuwa anasoma Torati, anasoma Biblia, anasoma kitabu cha Mungu ambacho kimeachilia ahadi
kwa ajili ya Israeli. Ahadi mojawapo ni hiyo ya kuwafariji baada ya mateso mengi, kuwakomboa, kuwapatia wokovu kwenye hayo mateso. Kisoma kila kitabu cha Isaya sura ile ya 40 mstari wa kwanza na wa pili. Isaya 40 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema watulizeni mioyo. Watulizeni mioyo watu wangu, wasema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kauambie kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha. Uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Watulizeni mioyo. Watulizeni watu wangu mioyo. Kumbe aliposoma kifungu hiki cha Biblia kwenye kitabu cha Isaya, alijua kuna nyakati za kuja za kuwatuliza watu wake Mungu mioyo. Sasa hapa amesema watulizeni. Ukisoma Biblia ya Kiingereza inasema comfort. Comfort my people. Comfort them. Kucomfort ni huko kufariji, kukonsole, kufariji. Kwa hiyo unaweza kusema wafarijini watu wangu, wafarijini watu wangu. Aliposoma hii akajua kumbe kuna nyakati za kufarijika ambazo Mungu amekusudia zionekane katika maisha yao. Kwa hiyo akaendelea kuomba akingojea hizo nyakati za kufarijiwa kwa taifa la Israeli. Akangoza hizo nyakati. Ukisoma tena mstari wa 11 na ule tuseme mstari ule wa 10 na wa 11, sio wa 10, mstari wa 10 na wa 11, mstari miwili. Anasema tazameni, Bwana Mungu atakuja kama shujaa, na mkono wake ndio utakao mtawaliwa. Tazameni, thawabu yake i pamoja naye, na ijara yake mbele zake. Atalilisha kundi lake kama mchungaji, atawakusanya wanakondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake, nao wanyonyeshao atawaongoza pole pole. Haleluya, amen. Kuna wakati alijua Simeoni unakuja ambao Bwana atakuja kama shujaa, kuja kuwakomboa watu wake na kuwafariji. Atakuja kukomesha vita, atakuja kuleta amani. Ndicho kitu ambacho alikiona. Baada ya kusoma vitabu, akaendelea kumsimu kwamba natamani kuona hiyo siku ya faraja inatokea, hiyo siku ya ukombozi inatokea. Na alivyokuwa mwaminifu, Mungu akamwambia wewe hautakufa mpaka utakapoiona hiyo siku imetimia. Kwa hiyo aliendelea kuishi mpaka akaiona ile siku imetimia. Kiangalia tena Isaya huyo sura ya 49. Isaya sura ya 49 mstari wa 8 mpaka wa 10. Mstari wa 8 mpaka wa 10 unasema, Bwana anasema hivi, wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia. Nami nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuinua nchi hii na kuwarithisha urithi waliokuwa ukiwa, kuwaambia waliofungwa, haya tokeni, na hao walio katika giza, jionyesheni. Watajilisha katika njia, na juu ya majabali watapata malisho. Hawataona njaa wala hawataona kiu. Hari haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu hatawatangulia, na karibu na chemchemi za maji atawaongoza. Amen. Haleluya. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwa watu wake Israeli, ambayo Simeoni alikuwa anaingojea kwa shauku kubwa itokee, ifike ile siku ya kufarijiwa kwao, ile siku ya kukombolewa kwao. Akamsikia, akamwambia utakufa wewe mpaka utakapoiona siku imekamilika. Sasa na majina tunayopewa
yana umuhimu katika kile kinacho. Maana ya jina Simeoni ni kwamba Mungu amekujibu. Simeoni, Mungu amekujibu. Na hapa tunasoma kwamba Mungu akamjibu Simeoni kwamba utaiona hiyo siku, wala usitie shaka, na wala hautakufa kabla ya wakati, mpaka umeona hiyo siku ya wokovu imetokea, hiyo siku ya faraja imetokea. Sasa nikwambie kitu, hata na wewe unayesoma Biblia unajua kuna siku ya faraja katika maisha yako. Sasa leo hii siku ya Krismasi ujue kabisa kwamba Yesu amezaliwa ili akufariji kwenye mateso yako. Amezaliwa akufariji kwenye shida yako, kwenye magumu yako, kwenye magonjwa, kwenye kila shida unayopitia. Yeye amezaliwa aweze kufariji, amezaliwa aweze kuanza mwanzo mpya pamoja na wewe. Hii siku ya ukombozi ikawa ya ukombozi kwenye maisha yako. Kila kilichoharibika ndani yako katengeneze upya, kila kilichoibiwa kikarudi, matamanio ya moyo wako yakapatikana. Yesu ameshuka kufariji moyo ulioumizwa katika mengi. Umeumizwa katika mengi, tumeumizwa katika mengi ambayo yamepita muda mwingi, pengine hata mwaka mzima umepitia mateso. Mengine sio wewe, kwa kuona wengine wanateswa umeumia moyo. Mwanzo mpya uko tayari kwa ajili yako. Usihuzunike tena, yeye ndiye mfariji wa watu wake ameshuka, amekuja. Haleluya! Hayo magonjwa unayoona leo hautayaona tena. Hivyo vitisho unavyoviona leo utaliona tena. Huo umasikini ulioona leo hautauona tena, maana ameshuka aweze kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Huna haja ya kuogopa, huna haja ya kuhofu. Yesu yuko hai milele yote, anaishi kwa ajili yako. Sasa basi, hiyo nia ya Kristo ya ukombozi na kwa ajili ya faraja haikuja hivi hivi. Ni kwa sababu ya moyo wa huruma na upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu. Ndio maana ukisoma wa Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni upendo wa Mungu huo uliomfanya mwachilie mwanawe wa pekee Yesu Kristo. Na Yesu alitupenda akasema, ndio Bwana, nitume mimi Baba, maana nawapenda wanadamu. Nitume mimi Baba, ninawapenda wanadamu. Yesu alishuka kwetu kwa sababu anatupenda, akaachilia wokovu, ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, akatupatanisha na Mungu, akatufariji na kuanza na sisi kwa upya. Yale mateso, zile shida zinakwenda kukoma. Amen. Zinakwenda kukoma. Amen. Witness, mlango umejifunga pale. Tunataka unaopita utaone tuko wazi, tusijifungie. Pengine mtu anaweza akaguswa na Roho Mtakatifu akatamani kuja. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ni nia ya Kristo kutufariji katikati ya mateso, katikati ya shida. Upendo wake ndio uliomtoa. Aliacha enzi yake mbinguni, aliacha ile comfort zone aliyokuwa nayo kule mbinguni, akashuka huku duniani kwenye nginja. Unafahamu nginja? Kuna nginja leo hili, kesho kutwa hili. You can't have a rest. There's no rest. Every day you are hearing this one and that one. No, any single day you will rest. Kama itokei kwako, inatokea kwa jirani, inatokea kwa mwingine. Ni magumu kila inapoenda. Maana Waswahili wanasema nini hivi? Kuna usemo wao mmoja anasema, afadhali ya nini kuliko leo. Na ikifika hiyo leo anasema na yanze, afadhali ya jana kuliko leo. Ikifika kesho, afadhali ya jana kuliko leo. Inayofuata siku nyingine, afadhali ya jana kuliko leo. Kwa hiyo kila siku ni mateso, kila siku ni shida, kila siku ni adha, lakini lipo jina la Yesu, jina lenye mamlaka, jina lenye uweza, linalopita majina yote ya vitu vilivyoko mbinguni na chini ya jua. Lipo jina la Yesu ambao unaachilia faraja kwa watu wake.
Faraja leo iko ndani ya nyumba hii. Yesu ameshuka kufariji. Yesu ameshuka aanze kwa upya na wewe. Kubali kwamba Yesu umekuja kunifariji, nami natamani kuanza kwa upya na wewe. Uanze ukurasa mpya. Ule wa zamani ufutwe, wa magonjwa ufutwe, wa ufukara ufutwe, wa kuachika ufutwe, wa kukosa mchumba ufutwe. Kuanzia leo muone mume wako. Kuanzia leo upate faraja. Kuanzia leo uone uzima. Yesu anasema nilikuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Kisha muwe nao tele. Tabiri uzima kwenye maisha yako. Tabiri afya njema kwenye maisha yako, kwenye familia yako. Sema sitakufa, sitakufa, nitaishi. Niasimulie matendo makuu ya Bwana. Niasimulie matendo makuu ya Bwana. Familia yangu hakuna atakaye kufa, tutaishi ili tuyasimulie matendo makuu ya Bwana. Haleluya! Ni neno la faraja kutoka kwa Bwana, yeye aliyezaliwa leo, tunayemwadhimisha leo. Anaachilia faraja kwa maisha yetu. Umekuwa na hofu na magonjwa, umekuwa na hofu na kifo, hautakufa. Ameshuka kufariji. Aachilia uzima mpya ndani yako. Umekuwa na hofu na madeni, ameshuka kulipia madeni yako yote. Alipe yote. Anze na wewe kwa upya. Uanze maisha yasiyo na madeni, maisha yasiyo na mikopo, maisha yasiyo na mateso. Ameshuka kukomboe, aondoe hayo mateso, akufariji. Uanze kwa upya na yeye. Amini tu kwamba Bwana ameshuka kwa ajili yako. Tena usiangalie kwamba amekuja kwa ulimwengu wote. Yaani mbinafsishe Yesu. Haleluya. Amen. Yesu ni wangu wa uzima wa milele.